Naitwa Mhandisi William Tupa, meneja wa RUWASA mkoa wa Iringa. Leo hii tarehe 31 mwezi huu wa 7 tumefika hapa Mdabulo. Tumewatembelea ndugu zetu wa RDO, lakini pamoja na chombo cha watumiaji maji pamoja na viongozi na wawakilishi wa wananchi katika eneo hili. Eneo hili kulikuwa na miradi ya maji ambayo imejengwa kupitia wafadhili wa RDO. Miradi hiyo ilijengwa alafu ikakabidhiwa kwenye vyombo vya watumiaji maji CBUSO, lakini kumekuwa na changamoto kubwa ya uendeshaji katika mambo ya matengenezo, lakini pia na usimamizi wa rasilimali za fedha. Sasa huduma ilikuwa inazorota kwa maana ya kwamba wananchi hawapati huduma vizuri. Sasa baada ya changamoto hii kutufikia kupitia waheshimiwa madiwani, lakini kupitia na watendaji wa serikali walioko maeneo haya, leo hii sisi kama viongozi wa RUWASA mkoa wa Iringa na wilaya ya Mufindi tumeona tuje kufanya kikao kazi cha pamoja. Tumefanya kikao cha pamoja kati ya RUWASA, CBUSO yetu ambayo iko Mdabulo na wenzetu wafadhili RDO pamoja na viongozi wetu wa maeneo haya wakiwemo waheshimiwa madiwani. Tumekuja kuzungumza nao, lakini mwisho wa siku tumekubaliana kwamba lengo letu ni moja la kuhudumia wananchi. Hivyo twende tukawahudumia wananchi kwa kushirikiana, tufanye matengenezo kwa pamoja, tukusanye fedha ziende kwenye mfumo wa serikali, lakini pia tuhakikishe sasa ile asilimia ambayo inatakiwa kwa ajili ya kusaidia watoto yatima kama maandiko ya miradi hii yalivyoandikwa yaweze kwenda. Sisi kama serikali tutaendelea kushirikiana na wafadhili wetu RDO katika utoaji wa huduma za maji, lakini yale yanayotakiwa yashughulikiwe kwa mujibu wa sheria zilizopo za sekta ya maji, lakini za nchi tunaenda kwenda kuyafanyia kazi ili huduma yetu iweze kuwa endelevu, iweze kuwasaidia wananchi wa Mdabulo katika siku tulizo nazo, lakini na siku za usoni. Kwa majina naitwa Fidelis Emilio Filipatali, ni mkurugenzi wa shirika la Rural Development Organization. Kwa kweli nimefurahi sana na ujio wa RM mkoa wetu wa Iringa. RM yeye ndiye msimamizi mkuu wa miradi ya maji kwa upande wa vijiji. Busara yake na maneno yake mazuri yanaonyesha mwafaka wa kuweza kuratibu masuala ya maji vijijini kwa pamoja, na hasa sisi kama RDO tunafurahi kwamba ameridhia tuweze kufanya kazi pamoja na chombo cha watumia maji, yani kuendesha mradi huu wa maji tukisaidiana na chombo cha watumia maji, yani hii skimu ya maji. Sasa ukiangalia nyuma, sisi tulikuwa tunaleta miradi alafu tunakabidhi chombo. Sasa hizi changamoto ambazo zimejitokeza kwa miaka kadhaa ilitokana na RDO kutowajibika moja kwa moja, kwa sababu ilikuwa makusanyo yote yanakwenda kwenye mfumo alafu yanaweza karudi kwa njia nyingine bila kuigusa RDO. Sasa kwa hii leo, kwa sababu tumekubaliana majukumu ya RDO yatakuwa ni yapi na majukumu ya chombo yatakuwa ni yapi, katika maana ya kukaa pamoja, kufanya tathmini, kusimamia mradi na hata kuandika dokezo kwenda kwa DM pamoja na kwa RM, alafu kurudisha yale marejesho yaweze kwenda kwa wahusika, kwa sababu baya zaidi ilikuwa malengo ya mradi ilikuwa ni darasa kwa wanafunzi, kusaidia watoto yatima kama sehemu ya uendelevu, lakini kuhakikisha mradi huu unakuwa endelevu. Sasa haya yalivyokuwa hayaonekani, ndiyo sababu kubwa ya RDO pia kurudi nyuma, kuto kujumuika sana, kwa sababu ilionekana bado RDO inaingia gharama kubwa, na fedha ikishatolewa hakuna rejesho lolote linalo kuja kwa wale wanufaika kama malengo yale yaliyokuwa ya mradi. Kwa hiyo ujio wa RM na DM umetuweka pamoja kusudi kuitengeneza chombo hiki cha WATA
kiweze kwenda vizuri kulingana na malengo kusudiwa, watu wapate maji, lakini mradi huo endelevu jiendeshe na watoto yatima waweze kwenda mashuleni. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa ujio wao hapa Mdabulo. Tunaamini mambo mengi yatatekelezeka kwa kufanya kazi kwa pamoja. Ukitaka mufike mbali, tuende kwa pamoja. Asante sana. Kwa majina yanaitwa Adam John Mgowano, ni diwani kutoka kata ya Ruhunga. Kwa ujumla mimi nichukue nafasi kuwashukuru sana wenzetu waliotoka mkoani, RM pamoja na DM pamoja na timu wote ambao waliambatana na kiongozi kutoka mkoani. Tumefanya kikao cha kuweka mambo sawa dhidi ya shida kubwa ambayo tulikuwa nayo ya upatikanaji wa maji, kwa sababu hapo awali kulikuwa kuna mambo yalikuwa yanaendelea sio mazuri sana, kwamba wananchi wanahitaji maji lakini huduma ya maji ilikuwa haipatikaniki. Lakini leo katika kikao ambacho kimeongozwa na mwenzetu kiongozi kutoka mkoani RM, imetolewa maelekezo kwamba sasa hivi RDO inabidi waendelee kusimamia majukumu, lakini pia CBUSO nazo zisimamie majukumu, lakini mwisho wa siku pesa zote ambazo za makusanyo ziingie kwenye mfumo. Na mwisho wa siku, kwa sababu RDO ni wenzetu ambao wanapata pesa kupitia wafadhili, basi waendelee kutafuta pesa huku na huku, ili kwamba mwisho wa siku huduma za upatikanaji wa maji zipatikanike kwa asilimia kubwa. Na hii inaleta tija kwa makundi mbalimbali. Tija ya kwanza, kwa sababu katika yale mapato yanayopatikanika 30% inaenda kusomesha watoto yatima na wale wenye mahitaji maalum. Lakini pia tunajua kwamba kukiwa kuna zile asilimia zinazotolewa na makusanyo yakiwa mazuri, maana yake asilimia kubwa sana ya maji ya mapato itaongezeka, na mwisho wa siku hali itakuwa ni njema, kwa sababu kilio cha wananchi kwa asilimia kubwa wanahitaji maji. Iwe ni kiangazi, iwe ni kifuku, wanahitaji nini? Maji. Na sasa hivi tunasema kuna watu ambao hawana uwezo kwenda bondeni kuchota maji, lakini tukiwa kuna zile senda za kuchukulia maji au za kuchotea maji, maana yake kwanza tutakuwa tunapata maji safi na salama. Lakini kitu ambacho tumenufaika nacho zaidi wakati RDO na kabidhiwa majukumu, maana yake ni nini? Kama ikitokea pengine zile mota zinakuwa zimeungua, RDO na vijana wao ambao ni mafundi, badala ya kwenda pengine kutengeneza zile mota mjini, manake zile mashine au zile mota zinaletwa tu hapa na mwisho wa siku zinarudi kwenye sehemu husika na huduma ya maji itaendelea kuwepo. Kwa kweli kikao cha leo kilikuwa kikao cha maafikiano mazuri, na hatimaye kila mtu ameondoka akiwa na moyo uliokunjuka, kwa sababu tulikuwa tuna simanzi kwamba kwa nini rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan yeye amesema tunaenda kumtua ndoo mama kichwani, lakini kama watu hawapati huduma ya maji inakuwa ni shida. Lakini pia serikali imeleta pesa nyingi sana kupitia utengenezaji wa vyoo, kujenga vyoo vya kisasa. Lakini watu wanajiuliza, hivi vyoo vya kisasa vimeletwa kujengwa kwa sababu gani? Kama vimejengwa alafu tunakuwa kama mapambo, inakuwa haina hata tija. Lakini leo na imani kwamba wananchi watafurahi wakisikia ujumbe huu kwamba RDO itasimamia miradi kwenye miundombinu mbalimbali, cha msingi maji yapatikanike. Asante sana. Majina naitwa Venansi ya Kiliwa, natokea kata ya Ihanu, ni katibu UWT. Kwa kweli kwa siku ya leo namshukuru Mungu kwa hatua tuliyofikia. Ninashukuru sana maji kuona yamerudi RDO. Shida ya maji ilikuwa ni kubwa katika kata yangu, hasa hususan kijiji cha Ibwanzi, zahanati ya Ibwanzi kwa hakuna maji. Wanawake wanahangaika namna ya kujifungua matumizi ya maji. Maji ni uhai ndugu zangu, kama mnavyojua tumeteseka sana, maji yalikuwa hayapatikani. Na mimi kama katibu wa UWT nayesimamia akina mama katika kata ya Ihanu, maji ni uhai. Ninashukuru sana serikali kurudisha maji kwenye mikono ya RDO. RDO tumetoka mbali na tunafanya kazi kwa umoja, kwa ushirikiano. Tutajitahidi kuboresha maji, kwa sababu tunajua na tunatambua tuna wazee wasiojiweza kufika kisimani, kuna watoto yatima, tuna walemavu ambao wapo katika kata yangu wanaohangaika. Ukiona wazazi wengine ni wazee, hawezi kubeba hata lita 2 bondeni. Ukiangalia mifereji bondeni imeharibika. Ninashukuru sana kwa hatua tuliyofikia leo,
na Mungu awabariki wote walioshiriki katika kikao hiki. Namshukuru Mama Samia, ameboresha majengo mengi, vyoo vya kisasa, lakini vinashindwa kutumika ipasavyo kwa kuona kwamba hatuna maji. Watoto wanachota maji bondeni wa shule ya msingi Ibwanzi, maji hamna asubuhi, usiku. Tunaomba kwa kuboresha, na sisi kama radio tunapenda tuahidi umma kwamba tutatekeleza agizo tuliopewa, na pale pa kurekebisha tutarekebisha. Maji yatapatikana muda wote. Akina mama safi. Napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa lugha ya Wahehe kwa sababu ni inji ya Wahehe, kwa lita walianguruvi na lia mswamve na lia mbepu mwimike, na ninasema mimi mwenyewe amina, na wanaonitazama na kunisikiliza watasema amina. Ninaiwakilisha Radio kata ya Mpangatazala na kata ya Mlimba Kamwene. Nina watoto yatima, nina wazee, nao pia wanahitaji maji. Mradi wa Radio idara ya maji tulianza mwaka 2018 mpaka sasa tumefikia hatua kuwa na vituo 11. Hivyo vituo 11 vimekuwa vikihudumiwa na vinapata maji ya kutosha, lakini ilifika hatua maji kwa kweli inashindikana kutokana na mradi huu ulishakuwa sehemu nyingine tofauti, si Radio tena. Lakini kwa sasa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, na mshukuru pia mkurugenzi wetu kwa kupambana kuhakikisha mradi huu unabaki mikononi mwa watumia maji kupitia uongozi wa Radio. Kwa hiyo hilo ndilo ninaloshukuru sana. Maana ilifika hatua tunahangaika namna ipi tuweze kupata vifaa vya kuhitimisha, kwa mfano sekondari Mpangatazala maji watoto wanachota umbali wa kilomita 3, alafu maji ya kwenye mito. Shule ya msingi bado kumejengwa vyoo vizuri sana, Mama Samia akajenga pale vyoo, lakini maji hakuna. Watu wa PDF wamefika pale, wataalamu wa PDF wamefika pale, wanasema wanataka wachimbe kisima, wameshindwa. Wanaitegemea Radio. Tumewaachia waweze kufanya kazi, wameshinda, lakini nina imani kwamba kwa sasa kwa nguvu hii ambayo tumekabidhiwa siku hii ya leo, mradi wa maji kuwa mikononi mwa Radio, nina imani kuwa sasa mambo yanaenda kuwa sawa sawa. Mpangatazala mpaka Mdabulo ni kilomita 60. Nimetoka Mpangatazala nimekuja huku kuja kuyafuata haya mema ya inchi. Tuendelee kula mema ya inchi na matunda, inchi iliyokuwa nzuri yenye asali na matunda kufuatana na kutokana na maji. Asante Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya haya yote. Wabariki viongozi wa serikali, Mama Samia, bariki wakurugenzi wetu na wakuu wote wa idara mbalimbali ndani ya Radio. Sina mengi ya kusema zaidi ya hapo, naishia kwa haya niliyoishia. Asante sana. Kwa jina naitwa Donald Mgaya, afisa mtendaji wa kata ya Mdabulo. Yale yote ambayo tumezungumza kwenye kikao cha leo na wataalamu wa RUWASA mkoa na wilaya tutakwenda kuyatekeleza, na mimi nashauri yale yote yaliyoshauriwa kwenye kikao chetu cha leo na bodi twende tuyaishi. Tukiyaishi tutakwenda kupunguza malalamiko ya maji kwa wananchi, kwa sababu kero kubwa tulionao kwenye maeneo yetu ni maji. Sasa kwa kuwa tumeshaweka misingi mizuri ya namna bora ya kwenda kusimamia, basi tuyaishi yale yote tuliyokubaliana kwenye kikao. Kwa kweli kama mwenyekiti wa kikao hiki cha Radio, nimefurahishwa sana na ushiriki uliokuwa mkubwa. Nimependezwa sana kuona kwamba kikao kimewahusisha waheshimiwa madiwani kutoka kata 3. Wamewasilisha na kuonyesha jinsi ambavyo jamii za maeneo yao
walivyo na hamu ya kufanya shughuli za maendeleo katika maeneo yetu. Kwa kweli watu wametoa mawazo yao kwenye kikao hiki kwa uwazi, wamewakilisha uhalisia wa maeneo waliotoka, wamewakilisha yatima, wamewakilisha wazee, wamewakilisha watu wenye uhitaji maalum, wameyazungumza kwa dhati, wameonyesha nia yao ya kujaribu kuleta maendeleo kama shirika la radio lililokuwa limekusudia kuhakikisha kwamba linaboresha maisha ya wananchi vijijini. Kwa kweli wameongelea vizuri, wamesimamia kile kitu ambacho ndio mategemeo ya radio, lakini wameonyesha uhai kwamba maeneo yetu haya sasa yana mwamko wa kutosha. Wameonyesha ushirikiano wa kutosha kiasi kwamba hata watu waliowakilisha kwenye kikao hiki ni watu ambao wako tayari kufanya kazi na wananchi na watu wa aina tofauti tofauti. Faida na jambo ambalo nimejiona jema sana ni pale ambapo walipoonyesha hisia zao, pia kupitia kwa waheshimiwa madiwani wetu, kupeleka kwa mkuu anayehusika na masuala ya maji ngazi ya mkoa, na ambapo naamini tukishazungumza ngazi ya mkoa maanake tunazungumzia ngazi ya taifa, na kufikia mpaka mahali ambapo majadiliano yamefika, wakaamua kukaa kama kamati na kuturejeshea mrejesho wa kutukabidhi majukumu ya uendeshaji wa shughuli za maji kama radio. Hakika ninaamini maji yatakuwa yanapatikana vizuri na kwa muda mwafaka. Ni imani yangu hata wananchi watakapopata taarifa ya haki iliyofanya, watahakikisha wanalinda miundombinu yetu ya maji kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya vizazi vinavyokuja wa maeneo haya na taifa zima. Radio, fanya kazi, kuhudumia, jitoe, acha alama, anza sasa. RUWASA, maji bombani. Mwa